Kwa kuambia mwingine ambie mwingine. Neno MONUSCO tunaikatala katakata. Muzoni ya Fizi, muzoni ya Uvira. Basi subutu kuingia. Hapo ndo tutaanzana nabo mbele ya wakati. Salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV popote mlipo na kwa majira mpatikanayo huko. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza habari za matukio ya kila siku. Leo tarehe 9 Februari mwaka wa 2026. Tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na hali ya kiusalama ambayo inazidi kuzorota huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kama wengi wajuhavyo ni kama kuna wiki mbili hivi sasa ambako kumetokea uvumi ambao umesema kwamba majeshi ya MONUSCO yanapaswa kuletwa katika mji wa Uvira ili kuendelea kulinda amani na kudumisha usalama. Na pendekezo hili tunaweza tukasema ya kwamba lilipendekezwa sana na wahasi wa M23 wakati walifanya kikao chao cha mwisho, na wakasema ya kwamba wako tayari kutoka mjini Uvira, lakini kwa sharti moja la kwamba Uvira pasiingie majeshi ya FARDC wala ya wazalendo, bali paingie majeshi ambayo hayana upande, yani arme neutre, na ambayo itakuwa ni MONUSCO. Na sasa hiyo jana tarehe 8 Februari mwaka 2026 wakujiita Jenerali wa Kizalendo Mayele kutokea tarafani Fizi, yeye kwa upande wake alikwenda kuonyesha kabisa jinsi gani anapingana na swala hilo, yani hilo swala la kuleta MONUSCO katika tarafa la Fizi na Uvira. Kwake yeye halikumridhisha, na tumsikilize hapa akiongea. Kwa kuambia mwingine ambie mwingine. Neno MONUSCO tunaikatala katakata. Tusione sule ya MONUSCO muzoni ya Fizi, muzoni ya Uvira. Basi subutu kuingia. Hapo ndo tutaanzana nabo mbele ya wakati. Juna sikia MONUSCO. MONUSCO ni nani? Ye ndo Mungu. Tutamjaribu. Bale bakunisoma banisome kikweli kikawaida, na tuwe tu kimoyo. Bale maadui bale tubachange fashi moyo, tukomboe mji, tusibembeleze mtu hata umoya. Tukitiatia vya haya na kuokopana, tutaingiza adui na tunakosa inji kwenye tutaenda. Naam, ndugu mtazamaji wa Kibenge TV, kama ulivyomsikia bwana General Mayele, sisi kwa upande wetu tunaona ya kwamba kwa kutokana na hali ya kisiasa ya siku zote katika nyanda za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa jinsi ambavyo watu waliishi na hizi kundi ambazo zinashikilia silaha, na hao majeshi ya MONUSCO walikuwaga eko, na hakuna kitu ambacho kiliwezaga kubadilika. Na sasa tunaweza tukasema ya kwamba kwa namna moja ama nyingine General Mayele anaweza kuwa na haki ya kukataa kuja kwa MONUSCO, kwa sababu tukikumbuka vizuri hata huko mkoani jimbo ya Kivu Kaskazini, wakati vita hivi vya 23 vinaanza, sehemu nyingi sana zilikuwa zipo chini ya udhibiti wa jeshi hili la MONUSCO, na wao tusisahau kwamba mission yao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kulinda amani. Sasa na itakuwaje wewe MONUSCO uje ulinde amani sehemu ambapo tena kuna vurugu? Na isitoshe mara nyingi pale ambapo wewe ulipo, pale ambapo wewe MONUSCO unaweka ngome zako, ndiko ambako tena vita vinaanza. Ndiko ambako tena vita vinaanza. Maeneo ya Bunagana kule kuna kipindi ambacho MONUSCO iliwezaga kuunda muungano na FARDC, wakasema kwamba kwa pamoja watapiganisha M23 kwa sababu inaonekana kukiuka
haki za kibinadamu na kukiuka misingi ambayo ilikuwepo ya amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa mshangazo, hawa MONUSCO ndio walikuwa watu wa kwanza tena kutangaza ya kwamba hawana vifaa vinavyotosha kupigana na M23. Sasa itakuwaje jeshi ambalo linasema ni jeshi la Umoja wa Mataifa? Yaani mataifa yote yanachangana yanafanya jeshi moja, alafu ili jeshi litakwambia halina bunduki ama uwezo wa kugombanisha muhasi ambaye anajiinua katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani kwa namna moja ama nyingine utakuja kujikuta ya kwamba hawa MONUSCO hawakuwa kabisa na kazi yoyote ile ambayo walikuwa kisaidia Wakongomani, isipokuwa kazi za kufanya tu miradi tudogo katika jamii, na huto kazi basi shangilia, watajidadi kwa sababu yato, watafanya mapublication ili wapate kuonekana ya kwamba kuna kitu ambacho wanakifanya. Lakini kiundani kabisa kisiasa, utakuta kuna vitu vingi ambavyo walikuwa wanafanya ambavyo viko kinyume kabisa na mapenzi ama na maridhio ya Wakongomani. Na hata watu ambao waliishi Bukavu katika miaka za 2004, 2005, 2006 wanaweza wakashuhudia ni jinsi gani wakati wa vita vya Mtebusi pale Bukavu, hawa MONUSCO ndio walikuwa wakisaidia wahasi ama maadui wa Kongo kuvuka kutoka nchi jirani kuingia Kongo, na wakati walikimbiaga tena ni hawa ndio waliokuwa wanawasaidiaga kuvuka kutoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa unakuja kujikuta mtu ambaye anasema yeye ni mlinda amani, lakini tena yeye pia anachangia kwenye uzoroteshaji wa amani wa sehemu ambazo zilikuwa zinashikiliwa na yeye mwenyewe. Kwa hiyo raia wengi sana tarafani Uvira na hata Fizi waridhishwi na kauli hii ya kusema ya kwamba MONUSCO ipate kurejea katika maeneo yao, kwa sababu wao wana matumaini na wana imani katika jeshi la taifa FARDC na watoto wao wazalendo. Watu mingi wanashangaa, kuna watu ambao wako wanaeneza habari kusema ya kwamba wazalendo sijui ni milisia sijui nini. Amna hicho kitu. Sisi kama Wakongomani hatukijui, kwa sababu naweza nikasema ya kwamba wazalendo ni watoto wetu. Kama huko mbele yalikuwa ni makundi ya kujilinda, kwa sababu walionaga kama kuna makabila fulani ambayo tayari yameshashika bunduki na yanataka kabisa kuangamiza makabila mengine, ndo wakaerevuka wakasema hapana, na sisi bora basi uacha tushike bunduki ili tuende kujitetea. Na wakati hichi kitu cha M23 kilikuja, wazalendo wote walitoka sehemu ambazo walikuwepo na wakamwambia Rais Felix Tshisekedi ya kwamba sisi tutakuunga mkono na tutakuwa nyuma yako, hatutokubali. Sisi tunapiganaga siku zote, tuko porini ni kwa sababu ya kupigania nchi yetu isiende ovyo katika mikono ya maadui ama isivamiwe ovyo na nchi zingine jirani. Na kama leo hii M23 tena imejirudia na imejitokeza kwa kasi kwa kusema ya kwamba wanakuja kupindua madaraka ya Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi, wao wakaona hapana, hii sio kupindua madaraka, lakini ni kuja ndo kuanvairi nchi, na ni vita ambavyo vinasemekana ni vita vya utawala, yani wanataka waingie ili waje watawale watu. Kwa hiyo wazalendo wakasema wao hawako tayari kuona hicho kitu kinafanyika, hawako tayari kuona familia zao, mama zao, baba zao, watoto zao wanateswa. Wakaamua kumuunga rais mkono, na rais pia wakati walimnyooshia rais mkono hakuweza kuwaangusha, na akawapa mkono, akawasaidia na akawafanya kama walivyo leo. Kwa hiyo mzalendo ni raia wa kawaida ambaye hataki nchi yake kuhuzwa, ambaye hataki nchi yake kuvamiwa, ambaye hataki nchi yake kupelekwa kinyume na mapenzi yake, ambaye hataki nchi yake itawaliwe na mtu ambaye sio kabisa mtoto wa nchi. Na ni kawaida hivi vitu vinatokeaga. Tumeona hata Ulaya kwenye vita vya Urusi na Ukraine,
kuna marahia ambao walishika bunduki. Tumeviona pia nyuma hapa Venezuela wakati bwana Trump anakwenda kumchukua Maduro pale. Tuliona kwenye maandamano mengi sana rahia wamechukua bunduki, wanasema wako tayari kugombana na Marekani. Sasa hao hawakusema ni militia, kule Ukraine hawakusema ni militia. Kwa nini sasa yule mkongomani ambaye aliamua kushika bunduki ili kupigania udongo wake wao uanze kusema ni militia? Sisi kwa upande wetu tunaona kama huo ni uonevu na ni sera tu za kutaka kuchafua harakati za watoto wa kizalendo wa Kongo ambao wanapigania nchi yao, ambao wamesimama kidete kabisa ili wasione nchi yao ikienda katika mikono mibaya ama katika mikono mibovu ya maadui ambao wana nia mbaya kabisa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hiyo, ndugu mtazamaji wa Kibenge TV, hawa wazalendo ni watu ambao wanaaminika sana, japokuwa kuna baadhi ya tetesi ambazo waga zinavuma, sijui wanatesa watu, sijui wanafanya nini. Unajua kila siku panapo kazi ya mtu waga hapakosi kutereza kidogo, na kuna kauli fulani hivi ya Kiswahili ya zamani ya wahenga waga anasema njia nzuri haikosi likumba. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kazi yake na perfection 100%, like tuseme 100% juu ya 100. Hayupo. Hata wao wazungu, hata hao wa MONUSCO walikuwa wanafanya makosa mengi tu ambayo yalikuwa kinyume kabisa na matarajio ya Wakongomani. Umeshaona hata hao MONUSCO walikuwa wanafanya makosa makubwa sana, na ndio maana rahia wa DRC, mashariki mwa DRC kupitia bwana Jenerali Mayele wanasema ya kwamba hawako tayari kabisa kupokea MONUSCO, na hawako tayari kabisa kuishi na MONUSCO. Na hawasemi hivyo kwa sababu ya ujuaji tu, hawasemi hivyo kwa sababu wasemi ya kukosa akili ama ya kukosa nidhamu ya kukosa nini. Hapana, wanasema hivyo kutokana na experience ambayo washagawahi kuishi pamoja na hawa MONUSCO. Wanajua jinsi gani wa MONUSCO walikuwa wanatumika, wanajua jinsi gani MONUSCO walikuwa wanajibeba ama jinsi gani walikuwa wanajikomporte katika maeneo yote ambao walikuwa wanadhibiti au katika maeneo yote ambao walikuwa wanaweka ngome zao. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, watoto wa Uvira na Fizi kupitia Jenerali Mayele wanaweza kuwa na haki kabisa ya kukataa, na ingekuwa eti wangesikika, tungeomba jumuiya ya kimataifa iende kusikiliza wito wa watoto wa Kivu, hususan tarafa la Fizi na tarafa la Uvira ambao wanakataa kuletewa MONUSCO. Jumuiya ya kimataifa ingesikia hicho kitu ama hilo ombi, na wapate kabisa kuwatekelezea ama kuwafanyia jinsi watakavyo. Mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, hapa ndipo ambapo tunakwenda kuhitimisha habari hii, na kwa mchango wako kidogo kwa maoni tungetaka uweke kwenye komenti ili na wewe tupate kusikia maoni yako. Ingekuwa heri kabisa, kwa sababu ukimsikiliza vizuri bwana Mayele kwenye hii audio amesema ya kwamba yuko tayari kabisa kupigana na MONUSCO ama kuwachokoza MONUSCO kipindi ambacho watauletwa huku Fizi na Uvira. Sasa kwa upande wako wewe, hili swala la kusema eti wao kama wazalendo wapigane na MONUSCO, kwa upande wako unaona linaweza kuwa na madhara gani ama linaweza kuwa na faida gani? Tuachie comment yako kwenye comment section ili tuende kupata mawazo ya Wakongomani hususan wa Uvira na Fizi. Tukutane kwa majaliwa kwa habari zaidi. Asante.